Mashabiki zangu, mimi Somalia Nunes, kuwakumbusha ni wajibu wangu. Mpo watu zaidi ya 63 kwenye channel, ni mashabiki zangu. Wengine ambao hata hawapo kwenye channel, najijua ni mtu pekee mwenye mashabiki wengi, lakini mashabiki ambao mnanipenda na kunifuatilia, lakini pia mnanisikiliza. Mashabiki zangu, hapa naongea na watoto wa kiume, naongea na wanawake. Hili jambo ni serious. Naongea yani mpaka ukiona kitu naongea ni kitu ambacho kinaniuma. Mashabiki zangu, hamna kitu muhimu katika maisha kama afya. Afya yako ndo uhai wako, yaani afya ndo kila kitu. Mashabiki zangu, naomba nianze na wanaume wenzangu au wavulana wenzangu, nizungumzie wanangu. Katika maisha afya ndo kila kitu, yaani katika maisha yako ukishakuwa na maradhi, mwili wako ukiwa dhaifu, hamna kitu, yaani wewe you are good for nothing, yaani ushapoteza kila kitu. Mashabiki zangu wa kiume, hamna kitu kibaya kama maradhi, na bora maradhi gani? Maradhi ya aibu. Nikizungumzia maradhi ya aibu hapa, nazungumzia maradhi ya zinaa, haswa ukimwi, ndo na jambo ambalo nalizungumzia. Mashabiki zangu, katika haya maisha wanaume, naongea na nyie, never trust anyone, haswa wanawake. Usimwamini mwanamke yoyote katika maisha yako. Yaani mwanamke ambaye unaweza kumuona yeye mzuri, ana shape, ana muonekano, ndo huyo mwanamke ambaye ana virusi vya ukimwi. Kwa hiyo mashabiki zangu, maswala ya kwenda kulala na wanawake, umelala na mwanamke huyu, umelala na mwanamke huyu, wewe unaweza kuona ujanja, unatamba kwa washikaji zako kijiweni, yule nimetomba. Sio ujanja wanangu. Maradhi, epukeni maradhi. Yaani ukishakuwa na maradhi, hasa kama ukimwi ni gonjwa moja la aibu sana. Yaani mimi nakwambia wewe, unaona, unaweza kusema masiala, sasa pata ukimwi, hata hao marafiki zako wa karibu watakutenga. Sijui unanielewa? Ni wachache sana. Mtu ambaye anaweza akakuvumilia katika situation hiyo ni mzazi wako. Kwa hiyo kwa nini yote yakukute? Sijakataza shabiki yangu wa kiume kutomba, tomba, ila zingatia kinga. Yaani usikutane tu na mwanamke from nowhere tu, wewe kazi yako kubadilisha wanawake. Yaani wewe unaamini ukibadilisha wanawake ukiwa na mwanamke huyu ni ujanja. Huo ni ufala na ni ushamba wa mapenzi. Mashabiki zangu, narudia tena, maradhi ya aibu ni maradhi ya zinaa. Hebu fikiria wewe ukiwa kitandani leo, unaumwa, ufanyi chochote, mwili wako haufunction, au na sehemu ya kwenda, utaishi kwa amani? Maisha ya mateso, maisha ya manyanyaso, maisha ya kukaa kwa kiapo, yani maisha ambayo utarajii muda wote unapotea. Kufa hakuna asiyekufa. Je, unakufa kifo gani? Mashabiki zangu, naongea hivi inaniuma sana. Na rafiki yangu mmoja eti ananiambia, haya naongea, tunapiga story, aliona kama utani. Mimi nilikuwa napiga naye story, nacheka naye, eti inatomba malaya, situmii kinga. Serious, wanawake wanaojiuza, wadada, una sex bila kinga, unasema kabisa nyama kwa nyama, cheche kwa cheche. Wanangu, wanaume wenzangu, wewe ona hivyo. Yaani sikia neno ukimwi, yaani sikia ugonjwa unaitwa ukimwi, siombe ukupate, usikie kwa mwenzako. Ni ugonjwa wa aibu sana, mashabiki zangu. Kwa hiyo tunawakumbusha tuwe makini. Siwaamini wanawake. Ukimwona mwanamke, mtu mwenye ukimwi, huwezi ukamjua kwa sura. Hapimi kwa sura, hapimi kwa muonekano, hapimi kwa matendo. Ukimwi unamkuta mtu yoyote. Haimaanishi walokuwa na ukimwi na wakejeli, hapana. Sababu sio kila mtu ana ukimwi ambaye ukasema labda ni mwanamke malaya akapata kwa kusex. Wengine wana magonjwa ya kuzaliwa, wazazi wao walikuwa na maradhi, wamepata ukimwi, wanaishi nao, wanameza vidonge. Wewe unahisi kumeza vidonge ni jambo jepesi? Kila siku unameza vidonge wanangu. Tusifikie huko mashabiki zangu. Jitahidini kuwa na balance, tumia kinga katika kusex. Mbona mimi Somalia kwa sasa hivi nilipo, kitu ambacho mimi ni mtu ambaye, kama mjui, mimi ni mtu ambaye genius sana. Nioneni hivi naongea nalopoka, ila I know what I do. Sijui unanielewa? Yaani umeona mimi kwa sasa hivi hakuna mwanamke asiyetamani kuwa na mimi. Hilo swala linajulikana na mimi mwenyewe najijua. Kiingia kwenye DM yangu TikTok, kuna DM za wanawake zaidi hata 1000. Kila mwanamke ananitaka. Ningekuwa ni mshamba au na ulimbukeni wa wanawake, ningekuwa kila mwanamke anataka kulala naye, unataka kulala naye. Sio kila mwanamke ni salama, mashabiki zangu. Wanawake wengine kama umeona mimi si maarufu, kuna watu tu wana namna jinsi ya kuniangusha, anafikiria niangushe vipi. Unakuta anatumiwa mwanamke, msogelee bwana, ukishakuwa naye si yule labda anapenda, ukiwa naye karibu utamchukua picha, utamchukua video, utasambaza hivyo. Mimi ni mtu mmoja ambaye nipo makini sana. Sijui unanielewa? Narudia tena, mwanamke narudiaga kila siku. Ukiona wewe una mazoea na mimi, sio wewe umetaka, mimi ndo nimetaka niwe na mazoea na wewe. Kwa hiyo mashabiki zangu wa kiume, tujitahidi kuzingatia kinga. Tujitahidi tunavyofanya mambo yetu. Tusiani tuepuke yale maswala, unalala na mwanaume huyu, mwanamke huyu, leo mwanamke ule, kesho mwanamke. Sio ujanja huo, ni ufala mashabiki zangu. Maradhi nje. Mimi wanaume nadhani nimemaliza kwenu nyie. Nakuja wanawake. Mashabiki zangu wanawake, kuweni makini. Hamna ugonjwa mbaya kama magonjwa ya zinaa. Leo na sketi unaumwa na gono,
anaumwa, sijui ana ukimwi, magonjwa ya aibu. Yani gonjwa ambalo hata uwezo kumwambia mtu kamhadithia mimi nina ukimwi. Ila mimi naweza nikamini nina malaria, najiamini, nina typhoid. Ukimwi. Wanawake, embu punguzeni tamaa. Yani wewe mwanamke ambaye unajiuza, unaseli mwili wako in order to get your money, kama unatafanya hivyo, unakutana na wanaume tofauti tofauti. Usimwamini mwanaume yoyote, tumia kinga. Wewe zingatia kinga. Wewe ukitumia kinga una tofauti gani? Laza upate. Laza upate. Endelea kusema hivyo hivyo. Siku litapokushika ndo utajua maana ukimwi ni nini. Narudia tena wanawake, kama unajijua, hata kama una wanaume, wewe leo utaenda kulala na mwanaume atakwambia anakupa milioni, labda bosi, labda unasema siji ndo masponsor, mtu mwenye hela zake, mbaba. Utaenda utalala naye, atakuwekea dau lolote milioni, utaenda kusex naye kavu kavu, atakupa maradhi. Unaona hiyo milioni una uwezo wa kutumia mpaka unakufa? Hiyo milioni utaitumia, itaisha, lakini ukipata ile maradhi ni permanent, utadumu nayo. Kwa hiyo usimwamini mwanaume yoyote. Yani mwanamke usije ukamwamini mwanaume wote tunaenda kulala naye kavu kavu. Oya, utakuja kujuta. Kama una wazazi wako watakuja kujuta, watakuja kulia, atasema mimi sikumzaa mwanangu hivi, nilimzaa. Nakwambia mama, nakwambia mimi nilikuzaa, nimejikinga mwanangu salama, unaenda kupata maradhi ya aibu. Narudia tena, wanawake tumieni na nyie zana. Usikubali kulala na mwanaume yote, haijalishi atakuwekea pesa kiasi gani, dau kiasi gani. Kama hujapima naye, sio mume wako, hamjapima, kaa naye mbali, zingatia kinga. Naongea hivi sio kama naongea ni naumia, ni kwa sababu kuna mtu nimemkuta na ukimwi, ni mtu ambaye sikutarajia kabisa. Kiangalia umri mdogo 23 hajafika. Yaani kwa nini itokee hivi mashabiki zangu? Hebu msijisahau. Zingatieni kinga. Yaani wewe sio kila mwanaume tunaye mwanamke, kila mwanaume unalala naye, huyu unalala naye, huyu unalala naye. Hauja kupata maradhi. Wewe unaona unacheka na watu salama. Siku ukipata maradhi ndio utajua. Hakuna mtu ataikaa naye. Hakuna mtu anayetamani kukaa na mtu mwenye ukimwi. Atakufariji hapo, ila moyoni akikaa na kusema pembeni. Mimi nirudie tu. Na mimi shabiki yangu yoyote, yaani hata mwanangu naambia, ukijijua tu una ukimwi, takaa na wewe, nitakuletea matunda siku ya kwanza, ya pili maparachichi, ya tatu siku tengi, tutakuwa tunaongea, ila ukaribu sitaki. Sababu ni vitu vya wewe unapataje ukimwi? Umezaliwa nao. Haya kinga, zingatia kinga, acha usenge. Wewe mwanamke, tumieni kinga, acheni usenge. Maradhi hayo atakuja kufa mtu, unakufa siku sio zako, na meza mavidonge yale, madonge makubwa, watu wanapanda na magonjwa ya aibu, unaenda sijui ndo hospitali kupanga foleni, unachukua madawa sijui lini na lini wanachukua. Kweni makini. Mimi nimemaliza, sijasema Somalia anaongea sana, nawakumbusha maradhi yapo, magonjwa ya aibu. Ukimwi ni gonjwa ya aibu, shabiki yangu. Jitahidini kutumia kinga. Naye sio ujanja mwanamke kuwa na wanaume wengi, unalala na kila mwanaume, utakuja kujuta. Haya, mimi nimemaliza. Zingatia kinga unapofanya mapenzi. Haijalishi unatumia programu ya Dr. Karim, zingatia kinga. Usimwamini mtu yoyote. Kuna mtu mwingine mdada hapo ana ukimwi. Wewe ukimwi TikTok, afu kimwangalia tu mtarajii kabisa. Haya, tajua yenyewe. Mimi nimemaliza. Leo siku likikukuta uje kusema Somalia ni alisema. Nimewakumbusha mashabiki zangu. Sasa hivi nina watu wananisikiliza, natumia nguvu hii kuwakumbusha. Mimi sina mengi, kama nimeongea vibaya au kuna mtu yote anagonjwa la zinaa nimemsema, naomba anisamee. Ni katika harakati za kuwakumbusha watu wengine. Mimi nimemaliza. Mwenye ataona sahihi atalifanyia kazi, asiona sio sahihi ataachana nalo. Nimemaliza mashabiki zangu. Muwe na usiku mwema leo.